ninagundua kitu kimoja hapa kwenye vita ya Daudi na Goliati. Daudi alipokuwa akienda kumpiga Goliati, ni vita ambayo Mungu alikuwa ametayarisha kusudi Daudi aweze kuwa mfalme. Alafu katika Israeli watu walikuwa wanaona vita ipo na haiishe ya Mfilisti na Israeli, ya Palestina na Israeli. Alafu walikuwa wanajiuliza, kwa nini huyu haondoki? Kumbe Mungu angali nachunga umri wa Daudi ipande kusudi amupige. Bwana asifiwe sana. Kuna vita ambayo inakataa kuisha katika familia yako. Sio kwamba ile vita ni ngumu, lakini Bwana iko na chunga umri wako ipande, akili iwe, pesa ziwe, namna ya kuishi iwe, hali yako ya kiroho ipande, uweze kuleta suluhisho kwa yale mambo yanayoshindikana. Bwana akufanye kama Daudi. Bwana akufanye kama Yusufu. Bwana akufanye shujaa. Haleluya, haleluya. Bwana akufanye nguzo ya familia yako. Utapiga Mumisri. Sikiliza jambo ambalo Daudi analiambia huyu Mfilisti ambaye ni Goliati. Anasema, siku hii ya leo Bwana atakuua mkononi mwangu. Bwana anataka kila mara anapomtumia mtu kufanya kazi, ule mtu asijiatribiwe. Usifanye kama ni wewe umefaulu, lakini hakikisha shuhuda za Bwana ziko katika lile unalolifanya. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii Bwana atakuua mkononi mwangu. Anasema neno la pili, nami nitakupiga. Haleluya. Baada ya Daudi kumtanguliza Bwana, akaongeza kusema nitampiga, nitampiga, nitampiga. Kumbuka kwamba katika Israeli hakuna mtu yeyote alikuwa ameshawahi kumwambia Goliati kama atampiga. Halafu alikuwa anasema yeye Goliati, ikiwa katika Israeli kuna mwanaume ambaye anajiita ni mwanaume kabisa afike tupigane naye. Wanaume wote wanakimbia pamoja na mfalme Sauli, lakini huyu mwanaume aliyekuwa na Mungu, huyu mwanaume aliye na agano, huyu mwanaume aliye na mafuta, huyu mwanaume aliye na upako, huyu mwanaume aliye na neema, huyu mwanaume aliyeandaliwa na Mungu, anakuja na ushujaa na kujiamini ndani ya Bwana. Na mimi ninasema nimeandaliwa na Bwana ili kuweza kusimamisha heshima yake katika mji wa Nguba, katika Bukavu, ndani ya Kongo, ndani ya Afrika, ndani ya dunia yote mzima, kwa wazungu, kwa weusi. Ajalishi unanijua namna gani, hunielewi wala unanielewa, sio issue, sio kitu ambacho ni cha msingi kabisa. Lakini Bwana alisema nini? Ndugu zake na Daudi walimkataza, usiende kupigana, wanaume wameshindwa. Walisahau kwamba aliye pamoja na Daudi ni mwanaume wa wanaume. Bwana asiwe sana. Na soma neno hapa ambayo la tatu ambalo Daudi anaambia Goliati, nitakuondolea kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Nitakuondolea kichwa chako. Yaani nitakumaliza. Hautasikilika, hautakuwepo, nitakumaliza. Ya nne anasema, nami leo nitawapa ndege wa angani, wanyama wa nchini, mizoga ya majeshi ya Wafilisti, ili kwamba malengo ya haya yote, malengo ya hii kukupiga na jeshi lako, ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anataka kufanyizia jambo ili watu wajue kwamba wewe una Mungu. Bwana anataka kufanyizia jambo
ili watu wajue kwamba sala zako na mwito wako kwenye maibada sio bure. Weka matumaini yako kwa Mungu. Mungu sio mwanadamu. Mungu sio mtu. Bwana anaposema anatimiza. Haleluya. Bwana hajawahi shindwa vita, na vita yako haitamshinda. Bwana ataipigana kwa sababu ni Mungu. Bwana endelee kukupa nguvu na kukushindia. Haleluya.